2022 nilikuwa niko mwaka wa kwanza, nilikuwa niko first year. Sasa ile nimefika hivi chuoni nikakutana na rafiki yangu mmoja. Sasa ndio maana nikasema yani unajua first year wengi wanapokuwa mwaka wa kwanza ile ukifika hivi kama hujafika chuo unakuwa mipango mingi sana, unakuwa mikakati. Yani ambao hata kama ukimhadisia mtu anakuwa anakuelewa haraka sana. Unakuwa una malengo makubwa, unakuwa una ndoto kubwa. Lakini wengi wanapokuwa wanafika pale chuoni mwaka wa kwanza, ule mwaka wa kwanza ule ndoto nyingi sana huwa zinapotea. Yaani mwaka wa kwanza kwa wewe mwanachuo ambaye unaenda chuo mwaka wa kwanza ule ndio mwaka ambao inabidi utengeneze msingi. Hata kama labda uko mwaka wa 3, uko mwaka wa 4, mwaka wa 5 unaenda kumaliza chuo. Mwaka wa kwanza ni mwaka ambao utakuwa uweze kuendelea msingi sana. Nzuri. Sasa yule rafiki yangu bana aliweza kupatwa na bonge la changamoto, ni bonge la shida. Kufika nini pale hivi first year moja kuna zile hulka zinakujaga. Hulka ya kwanza inakuwa ni hulka ya kula vizuri. Chakula kizuri, chakula expensive, gharama. Hulka ya pili ni hulka ya mapenzi. Mapenzi, mahusiano ya kimapenzi. Na hulka ya tatu ambayo first year wengi huwa wanakutana nao ni hulka ya kutokuwa na organized thoughts. Ninaposema organized thoughts ni vitu vilivyonyooka. Yaani anakuwa ni mtu ambaye anakurupuka, hasubiri vitu vifike kwenye mstari ndipo aweze kufanyia kazi. Yeye anakurupuka. Ndio maana unakuta anapata idea fulani anakafanyia kazi, kamefika katikati ametamani idea kingine. Anaendelea kufanyia kazi na kwa nyingine. Sasa hizo ni hulka tena ambazo zinasumbua wanachuo wengi ambao huwa wanaanza mwaka wa kwanza. Sasa yule jamaa kwa bahati mbaya aliweza kuwa anasumbuliwa na hulka mbaya sana. Hulka ya mahusiano. Kafika pale nini? Kapata mwanamke, kaanza naye kudate, kaja kwenye mahusiano. Sasa yule jamaa kitu kibaya alikuja kufanya kosa moja kubwa sana. Yaani kosa ambalo nadhani hata kaja asahau maisha yake yote. Hiyo siku nini jioni, mshikaji nikashangana anaandaa viwalo vizuri nini, kodi kali. Alafu uzuri mimi chuo ambacho nimesoma ni chuo ambacho kilikuwa kiko karibu na bahari ya Hindi. Kwa yani sisi chuo chetu bahari tulikuwa tunatenganishwa na fence tu. Maji, fence, chuo. Kwa watu wengi jioni ile wakashatoka kwenye session, wengine walikuwa wanaunga moja kwa moja beach. Sasa yule mshikaji wangu kapiga pamba safi nini, kamshtua huyo mwanamke wake, wakaondoka wakaenda beach. Wewe kama ni first year nataka nikupe hiki kitu ambacho kitakusaidia sana. Ukiwa unaenda sehemu yote ile kuna vitu huwa vinatofautiana. Yaani kuna kanuni na sheria ambazo ulikuwa ukiziona nyumbani kwenu kama za kawaida. Ukienda katika eneo lote ile la kigeni, kanuni huwa zinabadilika, zinakuwa ni mpya kabisa. Sasa yule jamaa alikuwa hazijui sheria za ile sehemu, za tuseme za ule mkoa alikuwa hazijui. Ule mkoa kuanzia saa 1 kamili usiku haitakiwi unazurura nje. Polisi wanakuwa katika patrol. Ukikutwa nje unaonekana na wewe labda ni kibaka, mhalifu nini na vitu vingine kama hivyo. Sasa yule mshikaji bana yeye akaenda zake beach na huyo mwanamke wake, huyo mpenzi wake. Akawa wamekaa pale nini, unajua tena first year wameshaathirika na movie za majambazi wa Ulaya, wameshaathirika na series za magharibi. Kwa vile vitu vya magharibi vya kwenye TV vimeshawaathiri. Kwa wakajikuta sasa wanashangaa, mbona kama watu wanaondoka alafu sisi bado tumebaki hapa. Mapenzi huwa na nguvu kubwa sana. Yanaweza akakufanya ukasahau ideals point katika ufahamu wako na ukazipuuzia kabisa. Wakapuuzia bana. Wakabaki wenyewe. Usiku hiyo saa 2 hivi mwanangu wamekaa pale nini. Mshikaji wangu anza kuniambia hivi. Akawa anaangalia hivi juu. Yaani ile simu kama imekaa kama uwanja wa mpira. Wameinuka hivi juu afu kule chini ndo kuna maji ya bahari. Sasa wameweka viti vya kukaa. Sasa kiangalia hivi juu anaona kama kuna watu weusi wanakuja ile direction yao. Mshikaji akasema sasa huu ndo muda wa kuweza kuonesha mwamba mbele ya huyu mwanamke wangu. Wale majamaa akaja, kaniambia wewe unafanya nini hapo? Yule jamaa akajibu akasema sisi tumekaa tu tunakula upepo. Yule askari yule jamaa akamuuliza akasema nyinyi mnakula upepo, mjue kama sasa hivi ni giza limeshaingia na hamtaki muonekane haya maeneo. Yule jamaa akajitambulisha akasema mimi ni askari wa jeshi la polisi.
Na muda kama huu mtu yote akionekana maeneo haya anakuwa amevunja sheria. Wakaulizwa, wewe ni mwanachuo wapi? Kwanza ndio alivyoulizwa kwanza, yani mpata la mgongo kashuka pale. Wewe ni mwanachuo wapi? Bana mimi mwanachuo chuo fulani. Uko mwaka ngapi? Uko mwaka wa kwanza. Yaani dogo, uko mwaka wa kwanza, miezi ya mwanzoni mapema hivi umeshaanza mambo kama hayo. Ase dogo, utafukuzwa chuo muda so mrefu. Kaja aliomba sana msamaha. Aliomba sana msamaha. Lakini wapi? Wale wajamaa kwa vitisho wakamchukua, wakampandisha kwenye ndinga, wakampeleka sero. Kilichotokea ni hiki hapa hivi. Yule manzi yeye alienda kuongea na wale mapolisi akajitetea. Afu mshikaji yeye akachukuliwa. Just imagine, mpenzi wake ambao walikuwa wanaaminiana. Tuseme yani wewe una mpenzi wako mnaaminiana. Yeye ameenda kwa mapolisi ameongea nao wamemalizana. Afu mwanangu wewe umebaki na msala. Kwa hiyo mshikaji akachukuliwa, kapelekwa selo. Manzi ndo anajua sio limalizaneje. So you can think. Zile siku za mwanzoni kama first year ni siku ambazo inabidi uwe na mindset hizi, uwe na ufahamu fulani ambao sio ni mtu akuparamia vitu. Hulka ya ngono na mahusiano ya kimapenzi inasumbua sana wanachuo wengi. Hulka ya chakula, yani kula vyakula vizuri, starehe, inasumbua wanachuo wengi sana. Hulka ya kwanza kitu hiki ya umalizi, unatamani kufanya kitu kingine ya umalizi, nao pia inasumbua wanachuo wengi sana. Kwa kama wewe ni mwanachuo first year, second year, third year, hivi ni vitu ambavyo inabidi uwe navyo makini sana, kwa sababu nilipokuwa nikisoma kitabu cha Outwitting the Devil kimeandikwa na Napoleon Hill, huyu jamaa alikuwa anafanya mazungumzo na shetani. Alimuuliza shetani akamwambia hivi ni vitu gani vitatu ambavyo huwa unavitumia sana kumpiga mwanadamu? Akasema ngoja kwanza, sio vitu vitatu. Mimi mwanadamu huwa nampiga kwenye kitu tunakiita self discipline, yani nidhamu binafsi. Akasema na hii nidhamu binafsi mimi huwa nawapiga kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni eneo la chakula, eneo la pili ni eneo la hulka mapenzi ya ngono, eneo la tatu ni eneo la procrastination na kugairisha mambo. Unaanza kitu hiki kuja kimaliza umetamani kingine. Hapo mimi huwa nawapiga watu wengi sana. Lakini akasema sehemu kubwa huwa napiga watu wengi ni sehemu ya ngono. Kwa sababu mtu ukishindwa kuutawala mwili wako, hakuna kitu ambacho unaweza kupata katika maisha yako. Ndio maana akaja kaongezea akasema ili uweze kuutawala hulka ya ngono kuna kitu tunakiita sexual transmutation. Yaani ni kitendo cha kuweza kutumia ile hisia au ile emotion iliyokuwa inazalishwa na hulka ya ngono au ya mapenzi kuibadilishia matumizi. Yaani badala ya kujihusisha tuseme na mahusiano ya kimapenzi katika muda fulani ambao haukutakiwa au kuingiza katika ngono katika muda fulani haukutakiwa, unatumia zile hisia kufanya kitu ambacho kinakuwa productive, kufanya kitu ambacho kinakuletea matokeo. Ndio maana kuna kanuni nyingine inaitwa hypnotic rhythm. Hii ni kanuni, ni nature ya asili inayosema kitu chochote ambacho unakifanya mara kwa mara kinaweza kukuletea vitu viwili. Aidha kikuletee madhara au kikuletee faida. Sasa ukiwa ni mtu ambaye kila hulka ya ngono inapokuja una utrain ubongo wako, unafundisha ubongo wako na ufahamu wako kuweza kufanya vitu ambavyo ni productive, ile kanuni ya ulimwengu ya hypnotic rhythm itazidi kukifanya kile kitu kiwe sehemu ya maisha yako wewe. Lakini kama utatumia hii kanuni kutumia ile hulka ya ngono au hulka ya kutamani vyakula vizuri na starehe au hulka ya kuprocrastinate, kugairisha mambo, hii kanuni yenyewe itavifanya hivyo vitu viwe katika maisha yako. Yaani ndio maana unaweza kumwambia mtu ameanza kitu anatamani kuacha lakini ameshindwa. Kwa nini? Ukikirudia kitu chote mara kwa mara kinakuwa ni sehemu ya maisha yako. Ndio maana nimeweza kuandaa hii seminar ya muhimu sana. Kama wewe ni mwanachuo, hii seminar inakufaa. Watu wengi sana huwa wanapoteza mwelekeo wakiwa chuoni. Watu wengi sana huwa wanapoteza direction wakiwa chuoni. Na kosa si kupoteza direction. Hakuna mtu ambaye afanye makosa. Lakini mwisho wa siku inabidi uangalie kwamba je,
unarudi katika mstari. Hatuangalii umeanza vipi, tunaangalia unamaliza vipi. Ndio inawezekana ulikuwa unakosea mara kwa mara, lakini je, uliamua vipi katika maisha yako? Ndio maana hatutaangalia umefeli mara ngapi, tunaangalia umeshinda mara ngapi. So kama unakosea, bado una nafasi ya kuzidi kujifunza zaidi.